Been so much talk over these, politics in pulpits. What do the residents of Mombasa perhaps have to say regarding that ban, even by the ACK Church and the Catholic Church on Sunday? Well, a very good morning, George Maringa. We've been focusing on the churches and the pulpit, but just allow me to engage our Muslim brothers, faithful, maybe to just tell us why is it different when it comes to mosque. We've seen that they've been able to contain politics in mosques, and sometimes also during burial. Something happened in Kwale County last month during the burial of the former women rep of Kwale County, that is Zainab Chizuga, where the MC, who happens to be a former minister, that is Chirau Ali Mokwere, also stopped politicians from speaking during that burial. But just allow me to talk to Sheikh Abu Katada, maybe to just tell us more on the Muslim faithful. Labda tumeona mambo yanavyoendelea katika makanisa, na juzi tuliona kuwa kanisa pia wameweza kupiga marufuku masuala ya siasa kanisani. Je, kwa mtazamo wako, mbona misikiti mmekuwa na uwezo sana wa kupiga marufuku masuala ya siasa? Kwa majina naitwa Abu Katada, ni mmoja katika mashekhe wa mji wa Mombasa. Kutokana na suala hili la mbona jukwaa la siasa haliletwi katika misikiti ama sehemu za mazishi, tunasema dini yetu ni dini ambayo kwamba ina maadili yake, ni dini ambayo kwamba ina nidhamu yake, ni dini ambayo kwamba ina taratibu zake, na jambo la siasa halina nafasi ambayo kwamba utasema tukiingia msikitini kama vile siku ya Ijumaa kwa mfano ndio siku ambayo kwamba Waislamu tunajumuika sote msikitini kwa ajili ya ibada ya wiki. Nidhamu ambayo kwamba dini yenyewe imetuwekea, saa ngapi tuingie, saa ngapi shekhe ambaye kwamba atatoa hutuba aanze kutoa hutuba, saa ngapi awe ni mwenye kuswalisha, saa ngapi tuwe ni wenye kutoka. Ile system ama nidhamu ambayo kwamba tumewekewa kwa dini yetu ya Kiislamu, kuna mahala penye unaweza sema wacha tupachike ama tuweze kuweka nafasi ya mazungumzo ya kisiasa. Mbali na hivyo, tunasema likulli maqal makan, kila mazungumzo yana pahala pake, kila maneno yana pahala pake. Ama siasa ambazo kwamba siasa zetu za kiinchi na tunazijua, siasa lazima ina ushawishi mbalimbali, huenda ina hisia mbalimbali, huenda ina lugha mbalimbali ambazo kwamba zitatumika, lugha kama zile na hisia kama zile, na labda mpaka maneno ya matusi ambayo kwamba yatatumika kabisa hayaendani na nidhamu ya msikiti na dini yetu ya Kiislamu. Tukija upande wa mazishi, hali kadhalika, mazishi yetu ya Kiislamu inachukua muda mchache ipasavyo. Mtu amekufa asubuhi, saa 7 tayari kesha zikwa, na hiyo ndio dini yetu inavyoruhusu. Nafikiri tunakumbuka wakati pia wa mzee wetu, Mungu amrahamu, Yusuf Haji, baada ya rais wetu na deputy president wote walihudhuria mazishi ya, nafikiri kama sijakosea alikuwa ni Simeon Nyachae, kule sehemu za Kisii. Hiyo siku wakaweza kuja katika mazishi ya Yusuf Haji, na Yusuf Haji alikuwa amekufa ile siku asubuhi, na walikuja pale maziarani Lang'ata na waliona namna jambo lilivyokuwa. Kuna wale wanasema labda ni sisi wa Kenya au umma ndio upenda sana masuala ya siasa, na ndo labda wanashurutisha wanasiasa mara nyingi kuzungumzia siasa katika sehemu za ibada. Huenda ikawa, lakini ukiniuliza kuhusu msikiti nitakuwa niko na uwazi wa kukujibu, kwa sababu ni sema ambapo kwamba nipo na ninajua nidhamu. Ama kuhusu siasa kuzungumziwa makanisani, naweza sema ni kitu ambapo kwamba tumeiona kwa muda mwingi, kwa miaka mingi, si ya jana na juzi, ikizungumziwa siasa kanisani. Kwa hivyo nafasi yangu siwezi sema je kwa system ya kikanisa je ni sawa na system ya kimsikiti, lakini namna inavyokwenda akili yangu inaweza niambia labda kanisani si makosa, lakini ukija kwa msikiti ni kama nilivyokueleza, ni pahala ambapo kwamba haparuhusiwi kuzungumzia mambo ya kisiasa. Hapo tunaelekeza watu kwa mambo ambayo kwamba Mwenyezi Mungu ametuamrisha.
Lakini iwe kanisani au misikitini, je, mwanasiasa anaweza zungumza bila kuzungumza siasa? Labda ni ushauri anatoa. Hapo sasa, na usipoziba ufa utajenga ukuta. Suddenly dharia, ikiwa inaweza zungumzwa kwa nidhamu, labda akapatiwa ile hadhi yake, heshima yake, ni mtu ambaye kwamba anaheshimika kwenye society, kwenye mujtama, akapawa nafasi ya mamkuzi hutokea. Lakini ikiwa mtu ataweza kujikontrol, ama mwanasiasa ataweza kujikontrol, ajue haya mazungumzo ambayo kwamba nazungumza pahala gani. Si picha nzuri. Kwa mfano nitakupa ndugu yangu, waona kama kwenda mazishini, kuna wale watu ambao kwamba wamefiliwa, mke wa mtu, watoto wa mtu, kile kikao ama yale mazishi yanabadilika, inakuwa si mazishi tena, inakuwa ni mahala pa siasa. Haileti picha nzuri, hasa kwa wale ambao kwamba wamepatwa na msiba kama ule. Yatakiwa kila mazungumzo yaweze kupewa wakati wake na sehemu yake. Tunashukuru sana, tunashukuru kwa muda wako Sheikh. Well, that is Sheikh Abu Qatada just giving us his opinion concerning politics during worshipping, or rather worshipping places. It's back to you in the studio. Thank you very much, Tobias Chanji, joining us live from the Coast region. Meanwhile, an Eldoret family whose 14-year-old daughter was allegedly defiled and impregnated by her stepfather